Verse 3. It says children are the heritage. It says children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb. The fruit is the womb and from God. That's why if there's a mother or a sister who has the opportunity to give birth, it's a gift from God. Amen. Amen. Basi kabla tunavyozidi kusikia kuna vitabu vimoja ambavyo nitazungumzia hapa la wengine wamevisema. There's a different books that I'm going to touch that others have already spoke about. Najua si vigeni. Amen. 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 Fuatana na stories za Yesu katika kitabu cha Mathayo. Through the stories of Jesus Christ in the book of Matthew 2. Kuanzia hapo moja hadi kushuka chini. Matthew 2:1. Atapasoma kwa maana ni vingi. Amen. 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 Yesu wakati anazaliwa, when Jesus was born, wataalamu wa nyota, amen, wasoma nyota, those who can read the stars, kwa ingine lugha wanawaita mamajusi, it says the wise men, wana uwezo wa kusoma nyota na wakajua kinachoendelea. They have the authority to read the stars. Aseme walisoma nyota wakajua kwa kuna mfalme fulani. They read the stars and they knew that the king was born. Amen. Amen. It's like I'm speaking to myself. Praise the Lord. Aseme wakati walipojua ya kuwa kuna mfalme ambaye amezaliwa, when they found out the king was born, ikabidi wamfikie kumsujudu. They had to go there. Amen. Amen. Lakini walipofika mjini, when they arrived in the city, waliona tu nyota likisimama. They only saw the star. Kwa iliwabidi wao waende wanauliza huyo mfalme alizaliwa. They had to go start asking around who was the king that was born. Wakati mfalme Herode anasikia taarifa, when the king Herod heard the story. Amen. Amen. Wakati mfalme Herode anasikia taarifa kwa kuna mwingine mfalme ambaye anainuka, when the king heard that there is another king that was born, akajua tu kuna mtu ambaye anakuja kunitoa nafasi yake. He knew that there was somebody that came to remove his place. Amen. Amen. Alitaka kucheza mamajusi kwa ujanja. He wanted to play with the wise men. Anawaambia, and he told them, aseme niende mkatafute mtoto. Go and find this child. Eti mkimupata, when you find him, njoni mniletee taarifa na mimi. Come and tell me so that I can go and worship him. Amen. Amen. Lakini Mungu ni mkubwa. But God is great. Alijua mipangilio yake. He knew his plans. Amen. Amen. Mungu alijua mipangilio yake. God knew his plans. Kwa hiyo so Mungu hakumwacha mtoto yule. God did not leave the child. Aseme majusi wakati walipolala, when the wise men were sleeping, taarifa ikatolewa. The story came. Aseme wasirudi kwa Herode la wapite njia nyingine. And they said, do not go back to Herod, go to another way. Amen. Amen. Herode hakutulia. Herod did not stay calm. Mungu alishamuokoa mtoto mara ya kwanza. God had saved the child for the first time. Herode hakukaa kimya. Herod did not stay quiet. Akatoa ingine amri. He gave another. Ati watoto wote wachanga wauawe. He said all the small children shall be killed. Lakini Mungu akamwambia Joseph. But God told Joseph. Hapana Pastor Joseph. Joseph. Sio Pastor Yusufu. Joseph mume wa Maria. The husband of Mary. Hapana Pastor Yusuf. Amen. Amen. Akamwambia aseme amshike mtoto na waondoke katika nchi. He said hold the child and you shall leave the city. Ilipofika muda wanakaa na mtoto huko Misri. When they were with the child in Israel, in Egypt. Ikabidi tena Mungu atoe taarifa na kumwambia rudi. God gave another to go back. Wale ambao walikuwa wanapangilia kumwangamiza mtoto wameshatoweka. Because those who had the plan to kill the child had been killed. Amen. Amen. So tunasikia neno mtoto. We hear the word a child. Ukikutana na watu tofauti watakupatia tafsiri mbalimbali. And if you meet with different people, they'll tell you different translation. Kuna wengine kwa ingine lugha fulani. In another language. Watakuita mtoto kwa sababu hujazaa. They'll tell you you are a child because you have not given birth. Tukiingia kwa ulimwengu wa manamba ya kuhesabu. If we go into numbers, watakwambia mtoto ni kuanzia miaka fulani hadi kufika. They'll tell you a child is from this age to this age. Tuingia tena katika ulimwengu wa familia. If we go into family, wanakuambia mtoto ni yeyote yule aliyezaliwa na wazazi. They'll tell you a child is any child that had parents. Amen. Amen. So nitaongea sikia leo. I'm going to speak today. Kile ambacho chashika.
Whatever that you're going to hold. Mungu akusaidie nacho kikusaidia. May God help you so that He can help you. Kwa tunasikia kuwa maisha ya mtoto, the life of a child, yanatengenezwa na watu hawa wawili. It was created by two people. Unaweza kuwa unajua wengine. You might know others. Lakini nataka niongelee watu wawili. But I'm going to tell you two people. Amen. Amen. Basi kuna wakati mtoto unakutanisha angali mdogo. There is a time that you see a small child. Maamuzi mengi ni unataka unamshikia. You're going to make their decisions. Hata ukifika government. Even if you go to the government. Kuna zingine paper unaotasign. There's other papers that you must sign. Kwa sababu ni mchanga. Because they're still small. Na kuna miaka fulani hivi ambazo mtoto atafikia. There's an age where a child will maamuzi anaanza kushika mwenyewe. And they'll start making their own decisions. Ndio pale kwa hiyo nakutanisha mzazi itabidi mguu wake usigie nyuma kidogo. That's where you see a parent going backwards. Na kumwangalia mtoto wake atakavyofanya. To see a child how they're going to do. Amen. Amen. Mezali 22:6 neno la Mungu linasema, Proverbs 20. Aseme umlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha atakapo atakuwa mzee, hiyo njia atazidi kuishikilia. Amen. Amen. Hata ikifika mali katika uzee wake, even when they grow old, hiyo njia ataiacha. They shouldn't live that way. Kwa muda kama nao ningependa kuongea na wazazi. At this time I want to speak to the parents. Amen. Amen. Mtoto ambaye ni mdogo sana, when a small child anazaliwa, ubongo wake bado ni mchanga sana. Is born with a small brain. Yani ubongo wake ni mdogo sana. Their brain is still growing. Ndio maana nilisema maisha ya mtoto yanajengwa na watu wawili. That's why I said a life of a child is created by two people. Parent na mtoto yeye mwenyewe. And the child. Ukisikia mwingine anajenga maisha ya mtoto tofauti na mzazi, if you hear another person telling you they're creating a child other than a parent, weka mashaka. You should doubt that. Waswahili wakasema, Amen. Aseme asiyefunzwa na mzazi atafunzwa na dunia. The one who is not taught by his parents will be taught by the world. If you don't teach your child, dunia itamfunza. The world will teach them. Ndio maana nilisema mtoto anazaliwa kwa ubongo mdogo sana, hajui vitu. They're born with they don't know anything. Mtoto anazaliwa hana kitu kichwani mwake. They're born with nothing in their brain. Kwa vitu ambavyo wanavisikia kutoka kwa walimwengu. There are things that they're going to hear from people. Kwa vitu ambavyo wanaviona kupitia kwa walimwengu. There are things that they're going to see from people. Hivyo ndio kisana nazidi kukomaa. That's how they grow up. Amen. Amen. Ndio maana mzazi unapaswa kukua mlinzi wa mtoto. That's why a parent should be a protector of your child. Kiroho, kimwili unapaswa kuwa mlinzi wa mtoto. Spiritually and in the flesh, you should be the protector of your child. Tizama Joseph. Look at Joseph. Ingawa hata Mungu alimwambia aseme wale ambao wanataka kumwangamia mtoto wameshatoweka rudi. Even though God told him that those who are going to kill your child, you should go back. Wakati alisikia taarifa ya kuwa, when he heard the news, ingawa Herode alikufa, the Herod had died, lakini mtoto wake aliinuka na kushika nafasi yake. But his child took the place. Alijua tu kama baba alikuwa makali, he knew if the father was like that, the son would be the same. Amen. Amen. Ikamubidi siri ambayo angepasha kwenda hemo, the city that he was supposed to go to, badilisha. He had to change it. So mzazi yani ni mlinzi wa mtoto. A parent is a protector of their children. Ukishindwa kumlinda mtoto, if you don't protect your child, dunia itamlinda. The world will protect them. Amen. Amen. Dunia itamlinda. The world will protect them. Sisi watoto tunaona vingi sana na kusikia. As children we see so many things and hear so many things. Amen. Amen. Na nikisema aseme umlee mtoto katika njia ipasayo. If I tell you that you Amen. Haimaanishi tu ya kuwa unapaswa kuikala na mtoto. It doesn't mean that you should be sitting with your child and just telling them things. Sasa mtoto wakati angali mdogo, you see how a small child is. Ni vigumu sana umwambie, umtilie sheria, umwambie usifanye hivi eti na it's very hard for you to put the laws there and tell them not to do it. Utamwambia usivunje hiki. You'll tell them not to break this. Inakuwa sasa kama umemtuma avunje. It's like you're pushing them to do it. Amen. Amen. So kuna muda ambao mtoto akikuwa kwa mchanga sana, there is a time when a small child, ya kusema aseme umfunze mtoto katika njia ipasayo. For you to teach them the way how it should be. Sio ya maneno. It's not for the words. Sasa wewe ndio utoe mfano. You must be an example. Inakubidi wewe ndio utoe mfano. You must be an example. Amen. Amen. Ndio maana ukiangalia katika familia zimoja, even if in families, mtoto tu akifanya kosa, when a child makes a mistake, unaweza sikia baba, you hear the father, sema narukichwa sana mamako. Look, and they tell you look at your head like your mother. Kwa nini? Why? Wakati mzazi anashindwa kumfundisha mtoto kwa example, when a parent cannot teach their children by their example, ni lazima tu dunia imfunze.
The word must teach them. Na kimfunza ndio nakuwa hatari zaidi. And when the word teaches them, it's very dangerous. Amen. Amen. Tunaishi dunia ambao vijana ama watoto tuko tunaharibika sana. We are living in a world where young men or young youth are being destroyed. Na kama wazazi wetu hawaamuki, if the parents are not awake, wengine watazidi tu kuinuka, others will start coming up. Amen. Amen. Ndio maana niko natumia lugha na kusema kila saa mzazi uko mlinzi wa That's why I keep using this word that a parent should be a protector of their children. Hapo nyuma nimesema backwards I said. Kuna miaka ambao mtoto atafika kwa na kubidi usogee nyuma kidogo. There is an age where your children will get to and you must go backwards. Ukishasogea na kumwangalia. When you take a step back. Amen. Amen. Kama ulimfunza vizuri. If you taught them very well. Na yeye vile atakavyofanya tu vitakuwa vyema. And the things they will do, they're going to be great things. Na kama ulimfunza vibaya. If you taught them bad, utakuwa unamwangalia unataka tena umfundishe. You will look at them and you want to teach them again. Lakini kwa sababu ashakuwa na miaka mingi ambayo tena upashi tena kumfundisha. But if because they're at the age where you cannot teach them anything. Anakuambia this is America. They'll tell you hii ni Marekani. Anakuambia I'm already 18. Anakuambia mimi niko na miaka 18. Amen. Amen. Ndio maana inabidi tuwafunze watoto wangali wachanga. That's why we should teach our children when they're still very young. Mhubiri ambaye alikuwa hapa alitoa neno ya mzuri sana. The preacher that was there has touched me. Anasema sema kanisa kwanza iko nyumbani. He said the first church is at home. Usitarajie hapa mtumishi wa Mungu mama Esther kuje kukulea mtoto wako. Do not accept Mama Bishop to come and raise your child. Usipomlea kwanza wewe. If you don't raise your child, usifikiria sema kanisa itakuwa rahisi. Don't think that it's going to be easy for the church. Amen. Amen. Mimi kweli nilikuwa ni mbali sana. Where I was, it was very far. To the point where mama wangu angeniambiaga kitu. Where my mother wouldn't tell me anything. Haingekuwaga tu neema ya Mungu. If it wasn't for the grace of God, muda kama siko mbele zenu. I wouldn't be here in front of you. Amen. Amen. Ndio maana yatubidi tuelewe. That's what we must understand. Una umri ambao mtoto anakuwemo. There's an age where a child is. Hiyo umri ni wewe kumfundisha kwa kupitia example vyana kuone kwa ndio anafanya. That age is for you to teach by example what they see is what they do. Na kuna wengine umri anafika iko. And there's another age where they get to. Unamtilia sasa sheria ya mipaka. You put the laws there. Usiende huko. You tell them do not go there. Usirudi nyumbani saa fulani. Do not come back home at this time. Usikuja usiku. Do not come back at night. Na kama ulianza kumfunza vizuri angali mdogo. If you taught them when they were still young, hata kikomata kusikia. Even if they grow up, they will listen to you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikasema, and I said, maisha ya mtoto, a child's life inajengwa na yeye mwenyewe. Is created by themselves. Amen. Amen. Kuna miaka fulani hivi tambidi mtoto yeye mwenyewe sasa ndo aanze endesha miaka. There's an age where a child will start using their age. Watoto tena vijana ambao Mungu anasikia simaanishi kwa sababu unafika umri miaka ndo mamako ana neno. I did not say that when you get to that age your mother doesn't have anything to say. Ndio maana wewe dunia anafika mahali tuko na maneno magumu sana juu ya wazazi wetu. We have so many bad words upon our parents. Yesu anasema, God says, amtukanaye mamake kufa na afe. The one who curses their mother should die. Amen. Amen. Si kwa sababu unafikisha miaka fulani eti mzazi wako ana neno. Not because you get to this age and your parent does not have anything to say. Ukiishi tu mzuri na kuishi katika maneno ya mama. When you live through the words of your mother, una umri ambao utafikia. There's an age where you get to. Yeye pekee atajua nilikufundisha mzuri. They will know how they taught you. Na maamuzi ambayo unashika ni mazuri. And the decisions that you make in their grace. Mimi sitasema kitu fulani. So I won't say anything, just do it. Kwa sababu mimi nilikufunza mimi najua kwa you and I know you're doing it right. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sulemani akaandika. Solomon said. Aseme mwana mpumbavu ni chukizo juu ya mamake. Amen. Mwana mpumbavu anamulilisha mamake. They make their mother cry. Amen. Amen. So usikue mpumbavu. You shouldn't be a foolish. Usifike mahali ambapo unamlilisha mzazi wako. To a point where you make your parent cry. Kiongozi wangu Shukuru alikuwa anahubiri siku moja. My leader was preaching one day. Akaniambia aseme. And he said, ikifika mahali unaona mamako anapiga magoti na kulia na kutoa chozi. If there's a time where your mother shall kneel and start crying, sema laana inagonga mlangoni mwako. The curse is knocking at your door. Nawe yatakiwa uishinde. Amen. Isipokushinda wewe inakushinda wewe. Amen. 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 So maisha ya mtoto inatengenezwa pia na yeye mwenyewe. The life of a child is being created by themselves. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza. If you read in the book of 1 John, sura ya 2 kuanzia pale 12, utakia sikia maandiko yanasema na uandikia nyinyi watoto wadogo kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Amen. Aseme akakuja tena kusema huko chini aseme nimewaandikia nyinyi watoto
kwa sababu umemjua baba. Because you know your father. Amen. Amen. Ukikia tena kusoma hapa hivi, utakiasi transmit ninawaandikia nyinyi vijana. He said, I'm writing it to you youth. Kwa sababu mmemshinda yule aliye mwovu. Amen. So maisha yako pia wewe mwenyewe unaweza kuyatengeneza. You can create your own life. Maandiko nasema ninawaandikia kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Amen. Siwaandiketi kwa sababu mamako ndo amemshinda yule. It's not because of your mother. Wewe mwenyewe ndio inabidi umshinde yule mwovu. You shall overcome the devil. Amen. Amen. Kuna maisha ambayo nafika ni wewe mwenyewe sasa kujipambania. There's a life at an age where you should start fighting for your life. Usipokuwa na hekima. If you don't have the wisdom. Ndio utasikia sasa ile neno aseme asiyefunzwa na mzazi dunia itamu. You say if you're not taught by your parents, the word should teach you. Usinione mimi niko hapa nikikupatia ushuhuda wangu. If I give you my testimony, tamani letole mtoto wako le bandi. You bring your thief, your son who's a thief. Nilikuwa bandi kiasi kwamba sikukuwa hata nasikiliza mtu. Amen. I wouldn't listen to anybody. Amen. Nilikuwa bandi to the point where aungeniambiaga kitu chochote. And you wouldn't tell me anything. Amen. Amen. Na ndio maana kuna watu sasa hivi. That's why there's people right now. Ambao wanajua maisha yangu ya zamani. They know my life from the past. Ukikuja waambie ti Janvier bwana hubiri Arizona sasa hivi. If they meet Janvier who's preaching in Arizona, wataanza Janvier wa. They ask who is Janvier? And they're going to be like the one from Nashville. Na watasema ule kutoka Nashville. And they're going to say, how many Janvier do we have in Nashville? Na watasema ni wa Janvier wangapi tuko nao kule? The one that was a dancer. Ule ambaye alikuwa anacheza dansa za kidunia. Afu yani ni vigumu sana tu wakuelewe. It's very hard for them to understand you. Amen. Amen. Itafuata mahali waulize the one with the big nose. Watasema ule mwenye pua ya mkubwa. That one. Watasema yule. No, come on, you are kidding. Watasema hapana, uko unacheza. Hawatakuamini hata kidogo. They won't even trust you. Maisha ambayo nilikuwa nayaishi. Because the life I was living. Siku niliacha tu hivi. The time that I left it. Nilipotea mbele ya macho ya watu wote ambao najua nilifanyia upumbavu macho. I was lost in front of those people. Amen. Amen. So ujua kuwa maisha yako. Your life. Kuna mahali ambapo unafika wewe mwenyewe na ujenga. There's an age where you create your own life. Tuko katika miaka fulani hivi. Where at the age of mtoto au vijana vigumu sana kusikiliza watu. For youth to listen to people. Utamkataza mtoto acha kufanya vitu vya. You're going to tell your child do not do this. Umwando akaniulizaka. One person asked me. Kwa sababu tuko wa Kristo tusienjoy. Just because we're Christians we shouldn't enjoy. Amen. Amen. Mhubiri ndo akasema aseme. A preacher said. Aseme you who are young. Nyinyi vijana. Be happy while you are young. Amen. And let your heart give you joy in the days of your youth. Amen. 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 But know this, after all that, God is going to take it to a judgment. Mungu atakupeleka kwenye hukumu. Sikatazi mtu asinjoy. I'm not telling anybody not to kijana mwenzangu mimi nakataza asinjoy. I don't tell any youth not to enjoy. Enjoy. Lakini ujue kwa Kristo. Like but you're a Christian. Enjoy kiroho wao kwa mwili. Amen. Enjoy kiroho, si enjoy kimwili. Enjoy spiritually. Amen. Amen. Na hata ukifanya mwili wako enjoy. Even if you make your flesh enjoy. Maamuzi yako. It's your decision. Ukienjoy vibaya. If you enjoy in a bad way. Mhubiri anasema. A preacher says. Aseme baada ya yote. After that. Mungu atakupeleka hukumu. There is a judgment. Amen. Amen. Mungu atakutia hukumuni. God is going to judge you. Vile vitu ambavyo tuliona hapa. The things that we saw. Tazalalamika. Si nilifanya hivi. You're going to say, what did I do? Nilitoa 10. I gave my tithe. Amen. Amen. Ndio maana kuna nasema tena ukijana kuna umri ambao inabidi ufike. There's an age where you get to. Kiroho kimwili jipambanie wewe mwenyewe. Spiritually and in the flesh you should fight for it. Tazama ilifika mahali. There was a time. Mzazi wako alipambana. Your parent fought. Sema ninachoka. And they said I was tired. Mtoto wangu atakia nitajirisha. Amen. Wewe tena ikifika mahali uchazala, mtoto wangu atakia nitajirisha. You say my child will make me rich. Kwa mtoto wako na hivyo mtoto wangu atakia nitajirisha. And your child will also say that. Amen. Kwa nini? Why? Unashindwa kuchunga maisha yako ngali. Because you don't know how to protect your life when you're still young. Jifunze jinsi ya kutembea. Learn how to walk. Jiepushe na marafiki wabaya. Stay away from bad friends. You should listen. Amen. Amen. Maisha yako. Your life. Yako kichwani pako wewe mwenyewe. It's in your head. Mzazi wako atakulea. Your parent will raise you. Wakati maisha yako mkononi mwako. There's a time when your life is in their hands. Lakini kuna wakati pia maisha yako yatakuwa mikononi mwako. But there's another time where your life is in your own hands. Mtoto ama kijana yote ambaye ananisikiliza. Youth or a child who is listening to you. Amen. Amen.
Zidi kumtafuta Mungu. Continue to look for God. Marafiki zako wote wa kidunia, The friends that you have, achana nao. leave them. Nakwambia hawatakusaidia kitu. I'm telling you, they're not going to help you with anything. Oh, just because they are non-believers. You say, kwa sababu ni wapagani, ni waache. Should I leave them? Kama bakusaidii kitu achana nao. If they don't help you with anything, you should leave them. Amen. Kama bakusaidii kitu achana nao. If they don't help you with anything, leave them. Hiyo ndio kosa nilikuwa nafanya mimi. That was the mistake I was making. Nilikuwa na watu wa kidunia. I had bad friends. Mimi nasema naacha vya kudance. And I'll say I'll stop dancing. Lakini tukifika fashion that dance. But then when we go to a place, I'll dance. Wako wana enjoy na mimi napenda. And when I see them enjoy, I will enjoy too. Mpaka siku niliamua kukata kamba. Until the time I decided to cut the rope. Ndipo niliporudia tena njia. That's when I went back to the way of God. Amen. Amen. Wewe kijana ujue, Mungu anatuambia sema ninawalikiwa sababu umemshinda shetani. Say that because you have overcome the devil. Amen. Kama umemshinda shetani ujue. If you have overcome the devil, uko an army. Know that you are an army. You are a soldier. Man, when you are askari. Ukiangalia soda ndake mtu akijinga. If you see a soldier, kuna vitu vingine atajua vitu vya ndani hivi sio vya kwangu. They will see there's things that they don't want to do. Atapinga. Amen. They will go against it. Na wewe nakuambia sasa hivi. I am telling you also. Ukiona watu wanaenda hivi. If you see people going this way, pinga. Amen. Go against it. Ukiona wale marafiki ambao nawaita marafiki wako wana enjoy wana. If you see your friends enjoying and going to parties, pinga. Amen. Go against it. Ukikutanisha wanaanza kukushawishi kuingia katika njia ambazo hazifai. If they tell you to go in these ways that you're not supposed to go against it. Amen. Amen. Jenga maisha yako ngali mdogo kifika. Build your life when you're still young, because when you get old. Ilifika mahali. I was time. Niligundua kwa natafikisha miaka 20. I found out I was about to be 20 years old. Afu nikiangalia wenzangu nyako miaka 20 uko naomba mpaka pepo inatia kutoka. But then when I see my beloved, sikia roho yangu inauma. I was very sad. Miaka yangu ambayo nimepoteza niko vitu vya kidunia. The years that I lost. Kama vile hapa kwenye niko hapa. Right now. Ungeona malaika wanatusumbua. You will see an angel. Bwana Yesu anasifiwe sana. Maisha yako inabidi uyajenge wewe mwenyewe. You must create your own life. Usisubirie mwingine mtu ndo akikwambia create your own life. Do not wait for somebody else to kutengeneza maisha yako wewe mwenyewe. Decide and jenga maisha yako ya kimwili na ya kiroho. Build your own life. Umjue Mungu na kuzidi kumsogelea. Know God and continue to come close to Him. What you know is not enough. Chenye unajua sio sahihi. The level that you are spiritual is not your level. Mahali ambapo upo kiroho sio fasi unapaswa kuwa. I'm telling you you can do better. Ninakuambia unaweza kufanya zaidi vizuri. I'm telling you today you are more than that. Unakuambia wewe ni zaidi ya vile. Hiyo level sio level yako ya kiroho. The levels that you are una ingine tu kuliko ambayo wewe. Amen. Amen. Tumtumikie Mungu. Let's serve the Lord. Usogelee Mungu. Come close to God. Soma neno la Mungu. Read the word of God. Mheshimie Mungu. Respect God. Hata na hapa hivyo upaheshimu. And respect the altar. Amen. Kwa maana hapa kuna laana na baraka. Because there's a blessing and a curse. Basi Mungu awabariki. May God bless you. Amen.